Katika majira ya baridi ya mwaka 2004, chombo cha anga cha kampuni ya Wayland kilichokuwa kikizunguka dunia kilinasa ishara ya joto isiyo ya kawaida. Chanzo cha joto hilo kilikuwa kimefichwa chini ya ardhi ya kisiwa cha Buvetoya, umbali wa maili 1000 kutoka kingo za bara la barafu. Tajiri mmoja mwenye ushawishi mkubwa, Bwana Charles Bishop Wayland, alibaini kupitia picha za satelaiti uwepo wa jengo kubwa la kale, mfano wa piramidi lililozikwa futi 2000 chini ya tabaka nene la barafu. Kwa haraka, alikusanya kundi la wasomi na wapiganaji shupavu, likiongozwa na mwanamke mzoefu wa mazingira magumu, Alexa Woods, ili kufichua siri hiyo kabla ya washindani wake. Msafara wa kuelekea kusini. Timu hiyo ilisafiri kwa meli imara iitwayo Piper Maru. Ndani yake kulikuwa na wataalamu wa lugha, wanaakiolojia kama Profesa Sebastian de Rosa na walinzi wenye silaha nzito. Sebastian aligundua kuwa piramidi hiyo ilikuwa na mchanganyiko wa tamaduni za kale za Azteki, Misri na Kambodia, jambo lililoashiria kuwa huenda ndio ulikuwa chimbuko la staarabu zote duniani. Walipowasili kwenye kituo cha zamani cha uwindaji nyangumi, walishangaa kukuta handaki lililochimbwa kwa ustadi mkubwa wa kiteknolojia likielekea moja kwa moja kwenye jengo hilo la kale. Uamsho wa viumbe hatari. Bila wao kujua, viumbe kutoka sayari nyingine, wanaojulikana kama predators, walikuwa wamewasili na kuanza safari ya kuwinda. Waliposhuka ndani ya piramidi, wanadamu walichochea mfumo wa kimitambo uliosababisha malkia wa viumbe wengine hatari, aliens, kuamka kutoka kwenye usingizi wa miaka mingi. Malkia huyo alianza kutaga mayai yaliyotoa viumbe wadogo walioingia ndani ya miili ya baadhi ya washiriki wa timu, na punde si punde, viumbe wakubwa wenye damu ya asidi walizuka na kuanza mauaji. Vita vya pande tatu. Mapigano makali yalizuka kati ya predators wanaotumia teknolojia ya kutoonekana, aliens wenye kasi, na wanadamu waliokuwa katikati ya mtego huo. Wajumbe wengi wa timu walipoteza maisha, akiwemo Bwana Wayland mwenyewe. Kupitia tafsiri ya alama za kale, Alexa na Sebastian waligundua ukweli mchungu. Predators walikuwa wakiabudiwa kama miungu na wanadamu wa kale, na walikuwa wakitumia dunia kama uwanja wa mafunzo ya kuinda aliens kila baada ya miaka 100. Ushirikiano usio wa kawaida. Baada ya Sebastian kukamatwa, Alexa alibakiwa na chaguo moja tu, kuungana na predator aliyebaki, aliyepewa jina la Scar. Wawili hao walifanya makubaliano ya kimya ili kuzuia aliens wasifike juu ya uso wa dunia. Alexa alionyesha ushujaa mkubwa kwa kumuua mmoja wa viumbe hao, jambo lililomfanya Scar amheshimu na kumvua alama ya shujaa. Kwa kutumia bomu lenye nguvu kubwa, waliharibu piramidi na mayai yote yaliyokuwa ndani yake. Pambano la mwisho juu ya barafu. Walipofika juu ya uso wa ardhi, malkia wa aliens aliyejeruhiwa alijitokeza kwa mara ya mwisho. Katika pambano hilo la kufa na kupona, Scar na Alexa walifanikiwa kumfunga malkia huyo kwenye tangi nzito na kumzamisha kwenye vilindi vya bahari ya baridi. Hata hivyo, Scar alipoteza maisha kutokana na majeraha makali. Chombo cha anga cha predators kilichukua mwili wa mwenzao na kumpa Alexa mkuki wa heshima kabla ya kutoweka angani. Lakini, ndani ya chombo hicho, kiumbe kipya mseto kilianza kuchomoza kutoka mwilini mwa Scar, kikiashiria kuwa vita bado havijaisha.